Jamani, karibuni kwenye episodi yetu ya 5 ya podcast ya mpira huo, sehemu pekee ambapo unapata tathmini kutoka kwa makocha ambao wana CAF license B fresh from school kabisa. Na hapa hivi tutajikita zaidi kwenye tathmini ya mashindano mawili ambayo yameendelea. Sehemu ya kwanza tutajadili AFCON, sehemu ya pili tutajadili Mapinduzi Cup. Kwenye AFCON tutaangalia semifinal na semifinal kwenye zile mechi mbili, na kwenye Mapinduzi Cup tutaangalia namna ambavyo Mapinduzi Cup imetupa vijana wapya, kwa sababu Mapinduzi Cup always huwa ni sehemu ambayo kwa mpira wa Tanzania ndo sio na hisi ndo sehemu inayoongoza kwa kutoa vipaji vingi au kuintroduce vipaji vingi kwa timu kubwa. Kwa hiyo tutaangalia kwa upana wake kidogo, hasa kwa zile timu ambazo zimefika hatua za juu zaidi. Kwa hiyo nikianza na swali la kwanza ambalo kwa mujibu tulivyoanza au vitu ambavyo tutajadili performance za timu za nusu finali za AFCON. Nigeria na Morocco mechi yao ilikuwaje? Tutaangalia insights za kiufundi hapo, lakini tutaangalia mechi ya Misri pamoja na Senegal. Tutapata insights za kiufundi kutoka kwa makocha, lakini pia tutaangalia insights za kiufundi kama Morocco, kutoka kwa Morocco, hasa kwenye tactical trend ya Jules, kushinda Jules, lakini baadaye pia tutaangalia technical insights kutoka kwa kila mmoja kwenye hizo mechi za nusu finali. Kila mtu kiufundi aliona nini ambacho angependa kukielezea, lakini pia tutahamia kwenye Mapinduzi Cup kama nilivyosema mwanzo. Kwa hiyo tunaanza na swali la kwanza ambalo litatolewa tathmini na kocha Simbaidi. Swali letu la kwanza lilikuwa linasema Nigeria na Morocco kwenye hatua zilizopita, kuanzia hatua ya makundi na hatua za mtoano, kuanzia mechi za hatua 16 bora na robo finali, kila mechi zilifunga magoli, ambapo kwenye jumla Nigeria ilimaliza hizo hatua zote mpaka kufikia nusu finali ilikuwa imefunga goli 14 na Morocco ilikuwa imefunga goli 9. Lakini cha ajabu kwenye mechi ya nusu finali iliyokutanisha wao hawakufungana. Kocha Simbaidi atatuambia kulikuwa kuna ugumu gani kwa hizo teams kuweza ku create chances nyingi za wazi za kufunga, lakini pia convert hizo chances kwa magoli. Kwa hiyo kocha Simbaidi utatusaidia kuelezea kiufundi kulikuwa kuna changamoto gani kwenye hizo timu, kwenye hiyo mechi, hasa hiyo mechi ya nusu finali iliyokutanisha hizo timu. Okay, sawa. Tukianza na Nigeria, kitu ambacho waliweza kukifanya, kwa sababu opponent ambao wanashindana naye pia alikuwa na quality nzuri. Kwa kitu cha kwanza walidefend deep, lakini pia waliweza kulinda box vizuri. Kwa walijitahidi sana kwenye zile goal za mwanzo kabisa za kwenye box. Wao ndio wao wa kwanza katika kuweza kuwin hizo goals. Lakini ukiangalia pia the way Morocco walivyokuwa wanacheza, circulation yao ya mpira kuna muda ilikuwa iko slow, kwa hiyo inawapa muda kwa Nigeria kuweza kujiorganize. Kwa kama walikuwa wako disorganized, inapata time kidogo ya kurudi na kuwa organized. Kwa hiyo ile circulation ya mpira ya Morocco ambayo ilikuwa iko taratibu, kuna muda ambao ilikuwa iko taratibu, ilikuwa inawasaidia pia Nigeria kurudi na kutengeneza hizo blocks zao vizuri za ulinzi. Lakini pia Nigeria ukiangalia hata vile ambavyo wamecheza ni tofauti kidogo na game zingine. Pia walijiepusha sana na build up ambazo zilikuwa ziko very risky, ili kujiepusha na transition ambazo zingewakuta wako disorganized. Maana ukiwa unashambulia pia ni rahisi pia na wewe kufungwa. Kwa hiyo utaona hapo walikuwa wanajitahidi sana kutoa tu mpira golini kwao na kuwaisha kwenda kwa opponent. Lakini pia in case imetokea mpira umenyang'anywa, walikuwa wanajitahidi kufanya hizo tactical fouls kwa ajili ya kublock ya kubreak hiyo transition ya Morocco. Kwa kuna vitu ambavyo Nigeria ilibidi wavifanye viweze kuwasaidia dhidi ya Morocco. Lakini pia ukiangalia Morocco hata vile ambavyo walikuwa wanacheza, ambao ilikuwa pia inawasaidia Nigeria, Morocco walikuwa overload sana mafullback kama game zingine. Kwa hiyo ilikuwa sio kama mechi zingine ambazo unakuta sometime mafullback wote wanaenda. Kwa hiyo kuna moments ambazo walikuwa wanaenda na kuna moments ambazo walikuwa hawaendi. Lakini pia hata midfielders walikuwa waongezeki sana kwenye
final third ya opponent. Kuna muda wana hold position zao, kuna muda wanaongezeka. Kwa hiyo pia ilikuwa inawapa advantage Nigeria kuweza kuzuia. Kwa hiyo unaona kabisa Morocco anacheza, lakini alikuwa na yeye pia anahofia risk ya kushambuliwa na Nigeria, kwa sababu Nigeria ukiangalia kwa wao kwa mechi ambazo pia wamecheza, kuna magoli wamefunga kwa transition, kuna magoli wamefunga kwa set pieces, kuna magoli wamefunga kwa kutokana na individual errors, kuna magoli wamefunga kutokana na cutback passes. Kwa hiyo nao Morocco katika homework yao pia walifanya kazi hiyo hiyo ambayo ya kuwazuia Nigeria. Kwa Morocco na wao walikuwa wanajitahidi kwenye duels za second ball, kwa sababu wanajua kabisa second ball yoyote ndio italeta transition kuja kushambuliwa sisi. Kwa hiyo walijitahidi kwenye issue za second ball, pia wakafanyia kazi ya underlapping za Nigeria, wakawaforce mawinga wao waende pembeni, wasilete madhara kwenye hizo underlapping lines. Pia vile vile walijitahidi sana kuwa na race defense ambayo ilikuwa ina shape ya 3-2. Kwa hiyo hata kama ikitokea Nigeria wamewini mpira, ilikuwa inawalazimisha sasa Nigeria either waende pembeni ama warudi nyuma. Kwa hiyo walikuwa wanapata wakati mgumu kwenda kuwashambulia Morocco kwenye transition. Lakini pia Morocco walikuwa na game management ambayo tempo yao ya mchezo kuna muda inakuwa iko faster, kuna muda iko slow. Kwa hiyo Nigeria walikuwa hawapati muda mwingi na mpira kutokana na kwamba Morocco walikuwa wana control hiyo game. Lakini pia ukiangalia Morocco hawakuwa na individual errors nyingi pia, tofauti na game ambazo walicheza Nigeria na opponent wengine kama Uganda, Tanzania, Mozambique, Tunisia. Kuna moments unaona kulikuwa na individual errors ambazo zilipelekea wao kupata magoli, lakini kwenye mechi hii ilikuwa kidogo iko tofauti, hakukuwa na individual error nyingi. Lakini pia Morocco nao walijitahidi kuzuia zile line breaking passes, kwa sababu Nigeria ukiangalia mtu kama Iwobi nadhani ndio king wa pre-assist, sio assist, pre-assist. Alikuwa ana michezo mizuri sana hapo awali kutokana na pasi zake hizo za line breaking. Kwa hiyo Morocco nao walikuwa na hiyo homework, kwa walijitahidi kuzuia hizo pasi zisiweze kuwafikia. Lakini pia walijitahidi pia kuhakikisha wachezaji wengi wa Nigeria wakipokea mpira wasipokee kwenye half time ambayo ingeweza kuwapa shida kwao. Kwa hiyo walijitahidi kuwazuia waweze kupokea kwenye wakiwa wamelipa goli mgongo. Lakini pia walijitahidi kuzuia pia wachezaji wa Nigeria wasiweze kucheza between lines. Kwa hiyo unaona kulikuwa na homework kubwa baina ya timu zote mbili, lakini mwisho wa mchezo wote walifanikiwa. Naona hata ukiangalia wao ambao walikuwa wanacheza walikuwa na opti zaidi kuwin taratibu kuliko kwenda haraka haraka. Ndio maana unaona mchezo ulikuwa kidogo kwenye tempo ambayo iko very controlled. Kwa mimi ni hayo tu. Ukiangalia hapa kuna sehemu umesema sababu kubwa pia ya chances kutoka created nyingi ni watu kwenda less numbers kwenye final third ya mpinzani. Mfano umetolea Morocco fullbacks wao Mazraoui pamoja na Hakimi kutokupanda sana. Je, unahisi, swali langu sasa la kwanza, je, unahisi ni walikuwa pinned back sana na wingers au wachezaji wengi wa mbele wa Nigeria kutokwenda kwenye nusu yao? Hilo ni swali la kwanza. Lakini swali la pili umezungumzia midfielders kutokwenda kwa add number mbele. Je, unahisi labda Saibari pamoja na El Khanous changamoto kubwa ya wao kusogea mpaka karibu na El Kaabi au karibu na wale watu wa pembeni Zalalui pamoja na Diaz, ilikuwa ni changamoto kubwa, ilikuwa nini? Kwa hiyo swali langu hapo ni kuwa watu kuwa less in numbers, fullbacks kwenda au viungo washambuliaji kusogea kwa mshambuliaji wao kwa ajili ya kuwa na zile combination na create chances nyingi na kufanya conversion nzuri. Changamoto kubwa ilikuwa ni nini? Walikuwa pinned back, walikuwa wanaogopa, walikuwa na baki kwao kwa ajili ya transition, au changamoto kubwa ilikuwa nini kwa upande wa Morocco kabla tujaenda kwa Nigeria? Okay, ukiangalia Morocco na Nigeria ni timu ambazo ziko vizuri kwenye transition. Sasa kama ziko vizuri kwenye transition, hauwezi kusema kwamba utacommit numbers tu just for the sake of kutafuta goli. Kwa hiyo lazima kuwe na tahadhari kwamba sawa, tunaenda kumshambulia Nigeria, lakini je, akiupata itakuwaje? Kwa sababu Nigeria ukiangalia kwenye terms of transition, wana watu ambao wana uwezo wa kukimbia, wana wachezaji ambao wako vizuri kwenye 1v1 mawinga wao, lakini pia speed wanayo. Kwa hiyo kitu kingine ambacho kilikuwa kinawafanya Morocco pia wasi overcommit hiyo namba ya wachezaji ni pia ni kufikiria moment ya transition kwao itakuwaje. Ndio maana unaona kwamba
hawakufanya mafubeki wote waende kwa kila saa, yani kwamba wakati wote waende overload hilo box la Nigeria, lakini unaona wanajishikilia ili waweze kuzuia hizo transitions za Nigeria. Lakini pia usisahau Nigeria wana mtu ambaye ni nzuri sana wa kupiga hizo pasi katikati ya mabeki au ya viungo. Kwa hiyo kuwa na race defense ambayo ina uwezo wa kuzuia hizo pasi zisipite ni kitu muhimu zaidi. Kwa hiyo unaona Morocco waliopt pia kuwa wawe salama lakini wasipoteze mchezo. Kwa hiyo ndio maana unaona iliwawia vigumu kucommit namba kubwa kwenda mbele, ukizingatia pia Nigeria wana hiyo quality kwenye transition. Kwa hiyo kwa yote mawili ukiyaweka kwa pamoja hayo maswali, utaona kabisa ni kwamba quality ya Nigeria pia iliwapa wakati mgumu Morocco kusema sasa tuongeze namba twende mbele. Kwa lazima tuache watu, kutokana na kwamba Nigeria pia wana uwezo wa kufanya hizo transition kwa usahihi. Ukiangalia performance kubwa sana ya Nigeria hapa nimehamia upande wa Nigeria. Performance kubwa sana upande wa Nigeria ukiangalia ni Nwabali kafanya saves nyingi, nikiangalia kwenye stats labda hapa kafanya saves zaidi ya 5, lakini Morocco hawakufunga. Lakini ukiangalia performance nyingine kubwa sana ni ya Steven Bassey kwenye kuzuia. Ukiangalia performance nyingi sana za Nigeria zilikuwa ni kwenye kuzuia zaidi. Beki wao kafanya vizuri sana, kipa wao kasave vizuri sana. Unahisi changamoto kwao ilikuwa ni nini? Walikuwa too shallow, walikuwa wanapitika sana, defensive organization yao ilikuwa nzuri sana. Kwa upande wao kwenye kuzuiaji, changamoto yao kubwa ilikuwa nini kabla hatujahamia kwenye kushambulia? Ukiangalia muda mwingi Morocco walikuwa na mpira pia, lakini ukiangalia quality ya mashambulizi ya Morocco iliwapelekea Nigeria kurudi nyuma kiasi kubwa, sababu Nigeria ilibidi wadefend deep sana kutokana na quality ya Morocco. Lakini pia Morocco walijitahidi sana kwenye battles za second ball, especially kwenye eneo la midfield. Kwa hiyo ina maana kwamba the moment Nigeria wanaopata mpira kama ni battle ya second ball, Morocco walikuwa na uharaka wa kuwahi. Kwa hiyo ina maana inaongeza tena mashambulizi kwenda kwao. Kwa hiyo quality ile ya Morocco na the way ambavyo walikuwa wanajiorganize kwenye hizo second ball, lakini pia kuna situation za 1v1. Tunajua quality ya Morocco kwenye 1v1. Kwa hiyo ni kitu ambacho pia kilikuwa kinawapa challenge Nigeria. Sio kwamba Nigeria walikuwa na game mbaya, lakini pia ni opponent pia alikuwa amejiorganize vizuri dhidi ya Nigeria, na pia the way alipokuwa na control game kwa kupandisha tempo na kushusha. Kwa hiyo ilikuwa inawapa wakati mgumu pia Nigeria kuweza kuzuia, lakini ukizungumzia tu kwa ujumla Morocco kuna moments hizo za key moments za mchezo ambazo wao waliweza kuziwini, hizo za second ball, na pia wakipoteza mpira walikuwa wanaweka pressure hapo counter pressing. Kuna moment unaona kabisa Nigeria wamewini mpira, mtu mmoja na mpira afu wachezaji wawili wa Morocco wameshamfikia, wanamtia pressure. Kwa the moment tena anaopata inakuwa ni kwamba Nigeria wanakuwa bado hawako organized. Ndio maana unaona goalkeeper wa Nigeria pia alifanya saves na center back wao pia alifanya recovery nyingi. Kwa hiyo kwa haraka ni moments hizo, ni kwamba Morocco waliweza kucontrol key moments za mchezo. Ndio maana unaona kuna numbers stats zina favor Morocco zaidi. Qualitatively wachezaji ambao wameunderperform sana kwa mimi nilivyoona kwenye ile mechi, nitazungumzia wachezaji watatu wote wa mbele wa Morocco. Kwanza wamecheza na Diamond 442, na maana ile tu ya mbele Adams pamoja na Osimhen, na hata mtu wa nyuma yao chief creator Ademola Lookman kwenye mechi ile hakuperform vizuri. Lookman ni mmoja kati ya watu wanaongoza ku create chances nyingi baada ya Sadio Mane kwenye AFCON mpaka sasa, lakini yeye ndo anaongoza kwa assist. Lakini wale wawili wa mbele ndo walikuwa ni top scorers kwa upande wa Nigeria. Unahisi kwenye mechi ile ni kitu gani kilisababisha wao wa underperform? Je, ni ubora wa Morocco au ni walikuwa na mapungufu sana kwenye organization wakati wa kushambulia? Hapo utatumia dakika moja kabla tujaendi, kwa sababu dakika zinakaribia kuisha, ili tuanzishe ile nyingine tena. Endelea. Okay, sawa. Morocco walikuwa na organize vizuri, waliweza kudefend area 14 vizuri, waliweza kudefend box vizuri, lakini pia hawakudili sana na mtu peke yake. Ile channel ambayo ya underlapping ambayo Nigeria ndio walikuwa wanapenda kuitumia ndio ambao walizuia, na zile
passing lane ambazo Nigeria walikuwa wanapenda kuzitumia, ambazo ndio zilikuwa zinawapa nafasi kina Lukman na kina Osimhen waonekane ni bora, ndo Morocco walifanya kazi ya kuzizuia. Kwa hiyo mwisho wa siku wakawa hawana ule ubora wao ambao sisi tumeuzoea, kutokana na kwamba mipira ilikuwa haiwafikii kwenye maeneo ambayo walikuwa wakiyapokea kwenye game za awali. Ndio maana unaona kwamba kwa mechi ile wanaonekana hawakucheza vizuri, lakini ni kwamba Morocco waliweza kuzuia hizo njia za mipira ambazo zilikuwa zinawafikia kwenye maeneo ambayo yalikuwa hatarishi kwa mechi za zilizopita. Lakini kwa mechi ile Morocco waliweza kujitahidi kuzuia hizo line za pasi ziweze kuwafikia kina Lukman wakiwa kwenye sehemu ambazo ni za hatari, especially hizo between lines. Walishindwa kucheza vizuri between lines, walishindwa kupokea wakiwa wanamwangalia opponent mara nyingi, na pia walikuwa wanapigwa pressure. Coach Seif, tunaendelea na swali lingine, insight ya kwenye mechi ya pili ya nusu finali. Swali letu lilikuwa linazungumzia performance ya Misri. Ni timu ambayo ilikuwa na form mbili tofauti kwenye group stage na kwenye hizi knockout stage. Kwenye group stage ni timu ambayo ilikuwa haifungi sana wala haifungwi sana. Ilifunga goli 3, ikafunga goli 1 kwenye mechi 3. Lakini kwenye knockout stage, kwenye hizo mechi za round ya 16, kwenye mechi ya robo finali na hadi nusu finali, ni timu ambayo imefunga magoli mengi sana kuliko timu zingine, lakini pia ni timu ambayo imefunga magoli mengi kuliko timu zingine, ikifunga magoli 6 na kufunga magoli 5. Unahisi ni kwa nini kumekuwa kuna mabadiliko kwenye hii timu ya Osam Hassan kwenye group stage na kwenye knockout stage, na athari ipi imepelekea mpaka wao kutoka kwenye hatua hii ya nusu finali? Kwenye hayo mabadiliko ya kiuchezaji ni kweli, sababu kwenye group stage almost mechi ya kwanza walitumia back 4, mechi ya pili wakacheza back 5, mechi ya tatu walianza kutumia back 3. Kwa hiyo walipoanza kutumia back 3 kuanzia kwenye hiyo mechi ya tatu ya makundi mpaka kumalizia mechi ya mwisho walitumia back 3. Kwa hiyo tunaona kwa tofauti kwamba walipokuwa wanatumia hiyo back 4 walikuwa hapo compact sana, na hiyo back 5 waliotumia, lakini walipoanza kutumia back 3 ndio walipoanza kuruhusu hayo magoli. Alafu pia kuna aina ya mchezaji, kwa sababu pia naona mechi zote ambazo wameruhusu magoli ni mechi ambazo Imam Ashura na kuwepo katika eneo la midfield. Kwa hiyo anapokuwepo yeye, maana yake anatoa huduma nzuri zaidi kwenye kushambulia, lakini kwenye kuzuia na kwa hayuko vizuri. Kwa hizo na sababu kubwa zilizosababisha hiyo timu kufanya hivyo, kuruhusu hayo magoli katika hii 16 bora, robo na nusu. Hapo kwa Imam Ashur ndo top creator, nikikumbuka labda mechi ya robo finali. Yes, mechi ya robo finali ni kati ya yale magoli 3 alifunga, yalichangia magoli 2, aliassist magoli 2, tena yote kwenye namna inayofanana. Ni top creator, ni creator mzuri sana. Lakini unahisi labda timu yake inambania sana, kwa sababu muda mwingi timu yake inaonekana ni timu inayozuia. Unahisi anabaniwa sana kuwa free, lakini pia umetaja pia udhaifu wake kwenye hizo moments za kuzuia, sio mzuiaji mzuri. Unahisi ni namna gani Misri ingepaswa kucheza ili ifaidike na yeye zaidi? Nadhani kwa watu ambao wako Misri, haikupaswa Misri kufanya ichezo kwa sababu wake, ila yeye ndo alipaswa kucheza kwa sababu ya timu inavyotaka, na ndio kitu ambacho kimeiathiri pia. Okay. Na ndio kwenye front line ya Misri, kwa sababu walikuwa wanatumia kama diamond midfield fulani hivi, japo walikuwa wanacheza back 5, back 3, back 5 whatever, lakini kwenye midfield yao chini kulikuwa kuna Marwan Atia pamoja na Hamdi Fathi, juu yao ndo alikuwa Imam Ashur kwenye hiyo diamond midfield yao, na juu Salah pamoja na Marmush. Unahisi Osam Hassan angepanga vipi timu yake eneo la mbele, au angetumia formation gani ambayo ingetengeneza balance nzuri kwa Misri? Kwa sababu nilikuwa naona kuwa na watu wawili mbele afu nyuma yao mtu mmoja inatengeneza numerical superiority kwa wapinzani wao, hasa zile moment wakiwa na mpira, kwa sababu wanakuwa na idadi ndogo wa watu wanao press, lakini hata zile moment timu ikiwa na mpira, kwa sababu hao wing backs Hani pamoja na Abdul Fattah wanachelewa kwenda kwenye zile advanced position, inatengeneza namba ndogo mbele. Unadhani labda angepaswa kutumia formation gani, au kwa wale wachezaji wa pale mbele ni mtu gani angeongezeka, at least wao 3 4 kwa Osam Hassan? Nafikiria mechi nyingi ambazo amecheza Trezeguet timu ilikuwa ina balance, au akicheza Zizou. Kwa hiyo nadhani kati ya hao wawili alipaswa kuanza
mmoja kati yao kama alipoanza mechi ya kwanza. Okay, Kubadilisha kwa Imam Ashura alikuwepo, lakini Trezeguet alikuwepo, timu ilikuwa ina balance. kwa hiyo kwa upande wako hapo ulikuwa unasema labda kungekuwa na front three ya Trezeguet, Salah labda na Marmush, alafu nyuma yao kuwe na at least kiungo mzuiaji mmoja anaweza kama Maranatha ambao ndo kaperform vizuri sana, then viungo wawili wa ushambuliaji Zizo pamoja na nani na huyu bwana mdogo Imam Ashura, ndo unaposuggest Nadhani wakicheza tu 4-2-3-1. 4-2-3-1. Okay. Ya na kwenye hii hawa watatu wa juu, hawa viungo wawili ingekuwa tu upande mmoja kakaa Salah, upande mmoja Trezeguet, katikati yao akacheza huyo Ashur, juu akakaa Marmush. Kwa hiyo Misri kutolewa ni issue ya kimbinu sana kuliko kwa upande wa wachezaji, kwa maana kwamba Osama Hassan abebe mzigo wa lawama. Inaweza ikawa hivyo pia. Sasa asante kwa kujibu vizuri. Tuhamie sasa kwa Mushid, coach Mushid. Coach Mushid, hatumuoni? Hayupo? Kajisahau? Hello? Mushid, Yupo. nataka nianze kuuliza sawa. Tunaingia kwenye swali la tatu, swali ambalo linahusu kati ya vitu ambavyo mimi navipenda sana. Jules, ukiangalia mpaka sasa kwenye AFCON hizi timu mbili zilizofika finali, Morocco pamoja na Senegal. Na kwa hapa hivi nimechukua set za Morocco na Nigeria ambao ndio wameongoza kucheza Jules nyingi, mipira ya kushindania ya juu, ya chini, lakini pia hata na zile second balls. Kwa mujibu wa namna ilivyorekodiwa, Morocco wameshinda Jules 74 mpaka sasa na Nigeria wameshinda Jules 66. Kuna nafasi gani ya Jules kwenye kushinda mechi ya mpira wa miguu, kwenye kushindania mipira ya juu, mipira ya chini, kushindania mapambano yote yani? Kuna nafasi gani? Wewe ni kocha wa physical and conditioning, ni sehemu ambayo inahusika zaidi kwenye wachezaji kuwania hizo Jules. Kuna nafasi gani ya kushindania Jules, kupambania mipira, kushinda mechi ya mpira wa miguu? Okay. Kuhusu issue ya duels, mara nyingi unapoandaa team like you are working on individual. Wewe ukitoa mbali kwenye haya mambo ya technical qualities za mchezaji, pia mchezaji anatakiwa kufahamu yani himself to be aware that he needs to win duels, kwa sababu it's about man and man anacheza 11v11, so every man has to make a man. So win duels is a determination ya mchezaji mwenyewe mentally, it's more mentally, kwa sababu it's about decision. You decide to go fight for the ball, you decide to not let go mpinzani a bit. So winning duels is more mental, lakini pia ukitazama Morocco na Nigeria wako top class players. They understand the importance of winning duels. They understand like huyu nikilet mpira upite hapa, madhara atakuwa vipi, kwa sababu once umekuwa easily beaten, ina maana you are outnumbered, wenzako wanakuwa wachache kwa sababu wewe tayari usha. Kwa hiyo football sasa hivi is all about man and man. Okay, mtandao wako kidogo unasumbua. Nikuulize tena swali. Haya, nakuuliza swali, umerudi. Hapo umezungumzia sana kwa mtu kujitoa, lakini hata umezungumzia sana kwa mchezaji mmoja mmoja. Unahisi kuna nafasi ya mbinu? Igeuze kamera yako. Unahisi kuna nafasi ya mbinu? It is about yes. Kuna nafasi ya mbinu, kwa maana kwamba labda wachezaji, timu ikiwa compact sana, ndo wachezaji itakuwa rahisi wao kushinda hizo duels au second balls, lakini pia kuna nafasi yoyote ya kocha again narudi pale about mental, kwa sababu ukiangalia Morocco how wana make hello mtandao. Wewe ongea. hello Ongea, endelea.
Endelea. Okay, nazungumzia tukija kwenye upande wa mbinu, tukiangalia Morocco kwenye ball area, wanapokuwa wana mpira wanatengeneza triangle shape every time. Kila kwenye ball area wanakuwa na wachezaji wasiopungua 3. Kwa hiyo the way they defend is about when wakija kukutaka kwenye area ambayo wanakuja kukukaba, their pure intention ni kuwin ule mpira 100%. Na wanapokuja 3, maana yake kuna anayekuja, kuna anayecover na kuna anaye support ile marking, kwa maana kwamba wanakupiga msachi kwamba kivyovyote wewe aidha ule mpira wauchukue au ukose option nzuri ya kucheza upige ovyo waweze kuretreat. Na ndio maana hata kama ukiangalia Morocco wamecommit fouls nyingi sana kwenye side ya mpinzani, kwa sababu once mimi na jukumu la kuwin duels, ninaposhindwa kuwin duels, what shall I do? I make a foul. Kwa sababu ninapo make a foul, easy foul, smart foul, ambayo sitopata kadi, it's easy for our team to retreat back and stay in the shape again. Kuweza tena kutafuta kuwin mpira. So it's more about mental, na wale wachezaji wako highly educated, they know za Morocco you can expect it. Like unamwona kabisa huyu hapa kashasidiwa, lazima asukume au lazima acheze foul, mpira unasimama. So hivyo ni vitu ambavyo wachezaji wanakuwa trained, lakini pia viko zaidi upande wa mentality ya mchezaji, na ndio difference ya ukubwa wa mchezaji mkubwa na mchezaji mdogo, kwa sababu anajua madhara yake hichi kitu kinapokuwa opposite. Na game sasa hivi is about duels, you have to win your duels ili uweze kupata mpira mara nyingi na unakuwa una namba kubwa ya kucheza. Asante, shukran. Kuna haja ya kuzitaja hizo triangles. Mara nyingi sana triangle ambayo imewin duels ni ile ya nyuma, ambapo unakuta Hakimi na Mazraoui wote wako mbele, afu kuna beki kabaki Masida labda na Agad, afu mbele yao ndio yupo yule mtoto Ainaoui, au kuna siku nyingine anakuwepo, au moment zingine anakuwepo Amrabat. Nafikiri hiyo ndio ilo win duels nyingi, kwa sababu timu nyingi zikienda direct zinakuta watatu hapo sehemu moja. Sehemu nyingine ambayo ina win duels sana pale wanapokuta press. Ukiachilia mbali za nyuma, endelea. Ukiachilia mbali ya nyuma, hata wakati wanafanya high pressing, kama ulitazama vizuri, wakati wanafanya high pressing pia, what they do, like mtu anapotoka kwenye side yetu anapo drop kwenda kufuata mpira, alikuwa drop peke yake, Imani anamfuata. Kwa hiyo anapoenda kwenye area ya mpira, na wao wanaenda tena ku cause chaos kwenye ile area. Na ukiangalia walikuwa na move compact, kwa sababu mpira ukiwa right, na maana striker ameenda, winger ameenda, unakuta na midfield naye anasogea katika ile zone, unakuwa wapo very compact, wapo katika area ndogo sana wote watatu. Kwa hiyo sasa na opponent team ikiingia kwenye trap ya kuongeza mtu kwenye ile area akatoa mpira, unakuta anaweza akatoka striker labda ana drop chini, unakuta center back ana drop naye. They are not scared huku nyuma. Kwa hiyo huku nyuma watu wanajiorganize vizuri, lakini ana hakika huyu anayeenda hawezi kuwa option ya kupasiwa mpira akatane akarudi kutoataka. Kwa hiyo sometimes win duels sio kwamba lazima uwin ule mpira, ni pia kutengeneza mazingira ya wale kushindwa kuendelea, yule mtu ambaye yupo karibu akawin kirahisi. Kwa hiyo hapo ulipozungumzia kwamba ni tactically kitimu, sometimes unamsaidia mwenzako kuwin duels kwa kumtengenezea mazingira yule opponent akose options za karibu. Na kama uliangalia mara nyingi Morocco wakienda kukaba pembeni, wana make sure ule mpira au switch to other side, kwa sababu wanajijua watakuwa exposed kwenye other side, kwa sababu wako wamecommit namba kubwa huko. Kwa hiyo is either wa make foul au wa force mpira ucheze kwenye ile line, lakini sio na ukirudishwa huku tu, the moment unarudishwa tu unaona wanarudi haraka sana kukaa compact, kuanza kuinitiate press nyingine. Sawa. Swali linalofuata ni kila mtu ana technical insights ambao alifurahia au ilimimpress. Kwa hiyo nitapenda kila mmoja anitajie technical insights aliyoona akapenda kuitolea tathmini sehemu yoyote kwenye hizi mechi mbili za nusu finali, mechi ya Misri na Senegal au mechi ya Morocco na Nigeria. Tukianza na Simbaidi, ni technical trend ipi au technical insight ipi ambayo imekuimpress na unapenda labda kuielezea, kuitolea ufafanuzi zaidi
kwa ulivyoelewa? Kwa mimi kwa ni vitu ambavyo nimevinote kwa hizi nusu fainali, kwa hizo game mbili, unaona kabisa kuna the way ambavyo mtu anajiorganize kwamba ukiwa unaenda kushambulia ndo rahisi na wewe kufungwa. Kwa hiyo unaona kabisa hizi timu ambazo zimefika kwenye stage ya nusu fainali zilikuwa zinatafuta njia ya kuweza kuzuia the moment ambapo watapoteza mpira wasiweze kufanyiwa hizo counter attacks. Kwa hiyo the way ambavyo wanajiseti, hata kama ni rest defense ya 4 au ya 5 whatever, lakini the way timu inavyojiorganize, in case ikitokea tumepoteza mpira nini tufanye, kile kitu ni kitu fulani ambacho ni kizuri sana, na timu nyingi sisi ndo tunapata hizo shida. Tukishapoteza mpira pale ndo moment ambayo inakuwa ni rahisi kwetu kufungwa, lakini ukiangalia zile timu zilizokuwa zinacheza unaona kabisa yes, hapa mtu hata akipoteza mpira still bado anaweza akawin. Lakini pia kitu kingine ile Mushid anaongezea hizo issue za duels, ila utaona kwamba concentration kubwa inakuwepo kwenye, ukiachana let's say mpira umepigwa longo, ile duo ya kwanza ambayo ndio ya labda ni heading, ile inaweza ikawa haina concentration kubwa, lakini after that unaona wachezaji wanakuwa na concentration kubwa, kwa sababu duo ya pili inakuwa ina umuhimu sana, ndio game changer, kwa sababu mtu anaweza akaokoa lakini still mpira unaweza usiende mbali. Kwa hiyo ile duo ya pili sasa ndio unaona kabisa watu wana focus pale kwenye duo ya pili, yani lazima wa win. Kwa mimi vitu ambavyo nilivyoona vya haraka haraka, yakiachana hivyo vitu vingine vya attacking ambavyo viliendelea kuwepo kama tangia group stage, lakini the way watu wanavyodefend na hivyo wanavyojitahidi kuzuia hizo counter attacks. Kwenye kuzuia crucial moment ni transition, na kwenye transitions mimi kuna vitu vitatu ambavyo navionaga sana ndio vya msingi kwenye transition. The moment timu inapoteza mpira wana counter press vipi? Lakini the moment wale wana counter press au wana delay attack, hao wengine wanafanya vipi recovery runs? Lakini cha tatu, timu imeseti vipi ile rest defense? Ningependa kati ya hivyo vitatu uchague kimoja ambacho kilikuimpress na utatolea mfano ni kwenye mechi ipi sana ambayo labda counter pressing yake ilikuimpress zaidi, au recovery runs za wachezaji wa nafasi zingine zilikuimpress zaidi, au rest defense yake ilikuimpress zaidi. Kwa mimi Morocco rest defense yao ilikuwa iko vizuri, kwa sababu kwa opponent ambaye anacheza naye ni opponent ambaye ana goals nyingi, afunga magoli mengi, opponent ambaye pia anaongoza kwa magoli hadi ya offside, yani offside zile so za margin kubwa, margin ndogo kabisa, yani ambayo bila VAR unaweza tu kukubali ni goal. Kwa hiyo ukiangalia the way ambavyo rest defense yao ilikuwa inafanya kazi, na kumbuka wanakuwa wako juu ya pitch, hawako karibu na goli. Kwa hiyo ilikuwa ina organization nzuri sana, yani waliweza kuua mashambulizi mengi sana ya Nigeria. In case ingekuwa ni rest defense ya timu nyingine, huenda zile transition moment Nigeria wangeweza kushinda, lakini unaona jinsi gani walivyoweza kujiorganize, wanaua kabisa zile line za kupasia, wana force kabisa, unaona kabisa hii transition inalazimishwa iende pembeni, kwa sababu wanajua ikienda pembeni mpaka ifike golini timu nzima inaweza ikawa isharudi kwenye shape. Unaona kabisa wanahakikisha kwamba ni striker akienda kupokea ni asipokee akiwa na wageukia, apokea akirudi golini kwake. Kwa hiyo kwa mimi Morocco especially kwenye issue ya rest defense. Okay. Simbaidi, kwa mimi kwako ni technical insight ipi au technical trend ipi ambayo kwenye hizi mechi mbili Morocco dhidi ya Nigeria na Senegal dhidi ya Misri ilikuimpress sana? Moment ipi au trend ipi ya kiufundi ambayo imekuimpress? Ulikuwa kwa Simbaidi ujue. Safe, sorry. Kikicho bana. Okay, kwangu mimi bado naenda na Misri. Of course aina ya uchezaji wa Misri ni aina ambayo ni aina ngumu kwa ukiwa kama mshabiki ambao unashabikia ile timu namna wanavyozuia, lakini of course mimi ndio timu pekee ambayo inanivutia zaidi aina yao ya uzuiaji, kwa sababu ni unaona unaweza, lakini ni kwamba wao ndio wanakuweza. Kwa hiyo ndio inanivutia. Kitu ambacho kimeniuma ni mistake ambayo walifanya moja, na hiyo ndio iliwaadhibu. Kwa hiyo
Mimi ni hivyo kitu ambacho kimenivutia zaidi. Kwenye staili yao kucheza, labda tukiingia deep zaidi kwao, kiuchezaji walikuwa wanatumia mfumo ambao una watu wawili mbele, nyuma yao kiungo mshambuliaji mmoja, na ina back five, ina viungo wawili wakati Atia pamoja na Fathi. Ni kitu gani kilikuimpress sana the moment wanaposet ile block yao ya 5-3-2 au the moment wanapobreak kwenye transition kwa kutumia hao watu wawili wa mbele, lakini au wingbacks wanavyo add number? Ni kitu gani kilikuvutia zaidi, moments wana set block au moments za transition au zile playmaking za Imam Ashur? Mimi kitu ambacho kilikuwa kinanivutia zaidi ni namna ambavyo wanaweza kuswitch, kwani kuzuia zile counter attack, ni namna gani ambavyo wanajijua kwamba hii back three yao ni wachezaji ambao hawana speed kwenye kukimbia. Kwa ni namna gani tunaweza kujistretch wakati ambao tunafanywa hizo counter attack. Maana yake wana Atia na yule kiungo mwingine, yeye kitu ambacho anachokifanya kwamba wale wakistretch kwenda pembeni, wale wanakuja kubalance katika hizi gaps ambazo wanatoka wale center back. Unakuta sometimes hata Abdi na Hani unakuta wako juu, lakini bado timu inakuwa compact chini kwa sababu ya hiyo stretching yao na hiyo balance wanazofanya au viungo. So far mechi yao ndio ilizalisha mechi pekee ambayo goli limefungwa kwenye nusu finali, na waliseti block vizuri, lakini walishindwa kuwin second ball. Baada ya lile shuti la kwanza, shuti la pili maana akawini mpira. Kwa hiyo tuseme tu wamejitahidi, lakini walifeli kwenye counter attack. Nadhani kama uliona baada ya kufungwa lile goli watu walimfuata refa. Sababu kuna second ambazo refa alizizuia pale watu wasifike kwenye mpira. Hicho ndio kitu pekee, na ndio maana nikasema kwamba wamefanya mistake ndogo ambayo imewaadhibu, lakini without hivyo maana yake ilikuwa ngoma inakwenda mpaka kwenye 90 alafu kwenye 120 ndio wanaanza kutoa ile energy yao ambayo walikuwa wamehifadhi. Sawa. Asante. Moshi, technical insight ipi au technical trend ipi ambayo imekuimpress kwenye mechi hizi mbili za nusu finali, Senegal na Misri au ile ya Nigeria na Morocco? Technical insight ipi ambayo imekuimpress na ungependa kuifafanua? Okay, nilikuwa impressed sana na Senegal the way walivyokuwa na composure mbele ambao walikuwa Misri walikuwa wako kwenye low block muda mwingi. Kwa Senegal walikuwa wanakifanya, hawakuwa wana rush kwa attack, lakini walikuwa wana make sure every time wana find free man, wanamfind mchezaji mmoja ambaye yuko free. Na mara nyingi wachezaji wa Senegal walikuwa very clever ku create spaces za kuwa free man, kwa sababu waliamini namba kubwa ya wachezaji wa Misri ipo nyuma. So kama ulikuwa unaangalia nje ya boxi la Misri, Senegal walikuwa wanaweza kucheza kwa haraka pasi nyingi sana kwa wakati wanawasearch bila kupoteza mpira, na pia walikuwa wanatumia tekniki ya kufungua block yao kwa wale midfields kurun kwenye half space. Kama ulikuwa unaona ball ikienda pembeni, lazima mtu atarun kwenye half space, mtu mmoja anafunguka pale kwenye block anakuja kwenye half space, na mara nyingi Misri walikuwa wanachelewa. Senegal akirun kwenye half space anajikuta yuko kwenye moment almost zote ambazo mtu amepita kwenye half space akapewa mpira, alipata kucontrol vizuri na kuweza kuendelea na mchezo. Hakuna moment ambayo mtu ameingia kwenye half space akapewa mpira alafu unakuta mchezaji wa Misri akawa ndo amewahi ule mpira. Kwa hiyo nilipenda sana the way walivyokuwa wana find Freeman wakati ana attack, lakini walikuwa patient pia, hawakuwa wanaripua tu kwenda kwa bila mpangilio. Hata crosses zilizokuwa wanafanya kama ulikuwa unaangalia zilikuwa very clever. Kuna muda mchezaji mmoja alipiga cross, alafu huyu winga wa Senegal alikuwa anacheza upande wa kulia left footer, alijaribu kumclear, naambia why una make cross wakati tuna two strikers, two attackers, alafu wale wapo wengi, why did you make a cross? So you see kwamba they have something in their head and they are executing it very well, na hata kama wanapofanya mistake wanaambizana wenyewe. Kwa hiyo mimi nilivutiwa sana na hiyo the way walikuwa na find Freeman pale nje ya box na patience yao, na pia walikuwa wanapangua block ya Misri. Wakati huo center backs wao walikuwa wanafanya attack marking,
walikuwa wana support kwenye attack, lakini still wako very close na Salah, wako very close na Mamush. In case mpira ukipigwa kwa wale jamaa tu, walikuwa wanawahi very aggressive kuwin ule mpira au ku make foul. But to me Senegal nilipenda sana hiyo style. Hautofautiana sana na mimi. Mimi kwa upande wa Senegal kitu ambacho nimekipenda ukiachana na hivyo ambavyo umevielezea ni namna ambavyo walijaribu kumatch combinations. Ukiangalia upande wao wa kushoto ulikuwa na Mane, Gueye pamoja na Diouf. Fullback Diouf, pembeni sana Mane na katikati pale Gueye, yule Gueye mwingine sio Gana Gueye. Wale ukiangalia sana walikuwa wanautaka mpira hapa. Wanataka kucheza sana hapa, lakini ukiangalia triangle ya upande wa kushoto Ndiaye, Diata pamoja na Diarra ni watu ambao walikuwa wanapenda sana kucheza na space, na sifa yao kubwa sana ilikuwa ni kukimbia sana, nguvu sana. Kwa hiyo walikuwa wakikushindwa kwenye kufungua kwa upande wa Mane kwa kubembeleza au kwa kutumia zaidi technical abilities za wachezaji, basi watakufungua kule kwa kutumia nguvu na speed kubwa. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho kimenivutia, lakini kwenye hiyo timu nimevutiwa sana namna wanavyoset best defense yao, kwa sababu moments nyingi sana Diata pamoja na Diouf walikuwa na run kwenda ndani. Kwa hiyo mpira ukipotea popote kule inakuwa rahisi sana kusecure, lakini Gana Gueye anakuwa yupo anawalinda sana wale center backs Koulibaly pamoja na mwenzake. Kwa hiyo kwangu mimi timu ambayo imenivutia sana kwenye moments zote ni kama alivyosema Moshe. Nafikiri kwenye upande wa semifinal pia tumeua. Tutarudi tena kwa episode nyingine ya pre-match ya finali. Tuangalie zaidi huo mchezo utakuwaje kati ya timu ya taifa ya Senegal pamoja na wenyeji Morocco. Leo tutazungumzia marefari, lakini kwa sasa kwa dakika zilizobaki tuhamie kwenye Mapinduzi Cup, ambapo sasa kwenye Mapinduzi Cup kitu ambacho tutaangalia sana ni fursa kwa vijana, kwa sababu ni sehemu pekee ambapo kwangu mimi nikivaa jicho la scout ni sehemu ambayo inatoa sana fursa kwa wachezaji vijana, na tumeshaona vijana wengi sana wakipata fursa na wakipandishwa timu za wakubwa kupitia Mapinduzi Cup. Sasa ningependa kujua kutoka kwa kila mmoja kwa hasa kwa hizi timu ambazo zimefika hatua za juu, ni kumekuwa kuna fursa gani kubwa sana kwa vijana kupewa nafasi kwenye Mapinduzi Cup ya mwaka huu 2026? Nikianza na Simba Eid, utachagua timu moja, utaendelea utataja majina ya wachezaji na wakati ujao zaidi chuo inaenda kuwaje kwenye soka la ushindani. Okay. Vijana ndo na tuseme msingi, yani ndo wanaweza kusaidia mwendelezo wa timu yako. Kwa senior wanavyozidi kutoka, vijana wana catch up, wanaingia. Chukulia mfano kama Yanga this time around wameenda na vijana, lakini nadhani hii ni trend ya Simba, Yanga kwenye haya mashindano ya Mapinduzi. Mara nyingi wanapendelea sana kwenda na kutumia pia vijana wapate na nafasi. Ukiangalia Yanga walikuwa na Ninju, walikuwa na Mzungu, kwa hiyo ni vijana ambao wameonyesha wamecheza vizuri. Ni vile tu kwa sababu wako Yanga ina matarajio yake ni makubwa sana, lakini wana uwezo, kwa uwezo wao wanaweza kucheza kwenye timu ambazo zina uwezo tu kwa malengo yake labda lese ni kubaki ligi kuu, wanaweza wakacheza mechi nyingi sana, lakini kwa sababu ya pressure ya Yanga na nini, lakini still kwa nafasi waliopewa kwenye Mapinduzi na kiwango walichoonyesha kinaridhisha kwa kweli. Kwa hiyo ingekuwa tuna mashindano mengi ya namna hii ambayo yana quality kama ya Mapinduzi, ina maana ingewasaidia sana sana sana, ila sio kitu kibaya, mwendelezo mzuri. Kwa hopefully na wakirudi huko NBC wanaweza wakapata minutes kidogo, haziwezi kuwa nyingi kutokana na umri wao, lakini inaweza zikaanza tu taratibu. Kuna games ambazo nadhani wanaweza wakacheza kulingana na the way ambavyo wameonyesha kiwango chao cha kwenye mashindano ya Mapinduzi. Kwa mimi niwasifie Yanga pia kwa uthubutu, ni jambo zuri. Yeah. Kwako pia unahisi kuna fursa kubwa sana vijana wamepewa kupitia Mapinduzi Cup msimu huu? Hasa kwenye utachagua timu moja kati ya hizo timu ambazo zimefika hatua hizo za juu, nusu finali. Mimi nasema wamepata fursa kwa sababu kwa mfano kama Simba wamesuggest wachezaji watatu, na kitu ambacho
nimekipenda zaidi hawa wachezaji hawa watatu ni wachezaji ambao walianza nao tangia pre-season, walikwenda pre-season hapo nje ya nchi. Kwa hiyo ni wachezaji ambao si kwamba labda wamekuja tu Mapinduzi kwa kubahatisha, lakini ni wachezaji ambao waliwaandaa na wameonyesha namna gani wameandaliwa, kwa sababu ni wachezaji ambao wameperformance na isanga sema kwa 30% au 40% kusaidia timu kufika mpaka pale ilipofika. Kwa hiyo ukiangalia kama mfano Mbegu ambao ni zao la TDS hilo, ambao kule tulikuwa tumemzoea akicheza kama center back, lakini nimeona huko TDS anachezesha full back, na wapi Simba anachezesha full back, na kwenye mechi moja naona aliscore goli moja, kiungo amecheza vizuri, goalkeeper. Ya, kwa hiyo kwangu mimi nahisi ni fursa kubwa, na kama alivyosema coach Simba hapo kwamba kama ingekuwa kuna quality ya mashindano mengine kama haya yaliyomaliza, manake wangepata hiyo time, lakini naamini pia ipo kombe la FA watapata kupata time ya kucheza na watacheza vizuri, naamini hivyo. Kipa na kiungo uliotaja ni Bashir Kibaila pamoja na Alexander Erasto. Nikirudi kwa Mushid nataka nimtengee kidogo, asichukue timu kubwa. Nitampa sana wachezaji kwa sababu Mapinduzi Cup ni jukwaa kubwa sana la wachezaji kutoka kwa Kizanzibar. Sijawahi kuona Mapinduzi Cup inaisha mchezaji asisajiliwe kwenye ligi kuu Tanzania bara. Kwa maana kwamba utasikia Ilika kasajiliwa kupitia Mapinduzi Cup, kina Makame, kina nani, na nikiangalia nikiachana na hii timu ambayo imeenda AFCON sasa hivi, AFCON iliyopita 40% ya wachezaji walitoka Zanzibar, na introduction yao kuja kwenye timu ya taifa au kuja kwenye ligi kuu Tanzania bara ilikuwa inatokana na Mapinduzi Cup. Nataka uzungumzie zaidi wachezaji wa ligi ya Zanzibar kwa sababu ulishawahi kupata kucheza huko sana na unawajua vizuri, lakini pia utaunganisha pia na wachezaji labda wa Azam FC, taasisi ambao unafanya kazi, nafikiri unaijua vizuri sana. Okay. Kwanza maybe labda with the young players Azam FC, naona mpira sasa hivi ulivyo unapoelekea hauchezi by age ya mtu, isipokuwa ni quality yake. So tunapata walimu tofauti tofauti wa kigeni ambao wanaongeza imani kwa young players na wanawapa nafasi, na mara nyingi inakuwa tu sio kama mchezaji anazawadiwa, bali anaipigania ile nafasi. Kizungumzia kama mchezaji bora mashindano Arbogast, kizungumzia Faisal, kuna wachezaji Caleb, na wachezaji ambao kuanzia training ukikaa unaona wanapigania ile nafasi, they are working and they have better quality. Kwa hiyo wanacho lack ni ile maturity, na maturity wanaipata through playing. So naona mashindano ya Mapinduzi na mashindano mengine pia ni vyema kuwapa minutes wale young players, kwa sababu football imebadilika, na kina Lamine Yamal wanaweza kuamua matokeo mechi, kama ambavyo Robogasti alifanya akaamua mechi ya mwisho ya makundi dhidi ya Tusker ambayo timu ikashinda, alifunga hiyo goli kwa dakika ambazo ameingia. So naungana na wenzangu, mashindano ya aina hii na hata ya ligi kuu tuwe na tendency za kutumia vijana, kwa sababu kijana anakupa intensity nzuri zaidi kuliko mchezaji ambaye ameenda age kwenye mechi. Ifike moment tuamini na tukubali, na naona timu nyingi zinajaribu kufanya hivyo. Nikiangalia Simba, nikiangalia Yanga, nikiangalia Singida, they have young players. Young players sio lazima wawe under 20, hata katika wachezaji wa 22, 23, I see a lot of players Tanzania sasa hivi wanapata nafasi za kucheza hata kwenye hizo timu nyingine. Tukija kwenye upande wa Mapinduzi Cup na timu za Zanzibar, actually timu za Zanzibar zenyewe zinapochukulia Mapinduzi Cup ni kama sehemu ya kuonekana. Kwa hiyo unakuta hata nafasi ambazo inapatiwa timu ambayo iko na ubora kwa kipindi hicho, ndio inapatiwa nafasi ya kushiriki Mapinduzi Cup. Ukiangalia mara hii for the first time kuna timu inaitwa Fufuni ambayo ilipanda daraja msimu uliopita, ipo nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu ya Zanzibar, na ni timu ambayo imeonyesha ina ubora mzuri mpaka ikachaguliwa yeye kuingia kushiriki Mapinduzi Cup, na iko na wachezaji wengi wazuri wadogo. Kitazama Mwembe Makumbi
iko na wachezaji wengi wazuri wadogo, tizama na timu zingine ambazo zimeshiriki Mlandege. Na pia mpira wa Zanzibar unachezwa sana na watoto wadogo, kwa sababu daraja la kucheza ligi kuu Zanzibar, wachezaji wengi wanasajiliwa kutoka ligi ya Central. Ligi ya Central ni ligi zile za under 17 ambazo zipo miaka na miaka. Zanzibar kuna system ya junior, Central, kuna junior, kuna ligi moja katikati, alafu ni Central. Juvenile, kuna Juvenile, junior na Central. Kwa hiyo kuanzia under 12 watoto wanacheza competition ya ushindani Zanzibar. Na timu nyingi zinakuwa zina miemko na mapenzi kwa sababu zinakuwa ni timu za mtaani. Hata kama ni vituo lakini ni street, unakuta mtaa mapembeani wana timu yao ya Juvenile, wana timu yao ya junior, wana timu yao ya Central, unakuta mtaa mwingine hivyo hivyo. Kwa hiyo unakuta wale wachezaji wanakuwa exposed na competitions nyingi, to the extent wakimaliza level ya Central wana breakthrough kwenda Premier League direct bila kucheza hizi daraja la 4, la 3, la pili. Hapo nazungumzia wachezaji kama, mfano mzuri napenda kumtolea yule Jusa. Jusa alitoka ligi ya junior direct akaenda Premier League. Hakugusa Central. Kwa amecheza Premier League akiwa na age, ameingia, sijui ilikuwa sheria zilikuwa vipi, lakini ameingia na age ya 14 15 Premier League. Na ndio maana hata ukitizama Mlandege unaweza kumhisi kama Jusa, mbona yuko muda mrefu? Ukamhisi ni mkubwa, lakini age yake ni maybe 22. Si? Kwa hiyo unakuta watu wanapata ile exposure mapema, na wanaaminiwa mapema katika kucheza ligi kuu na wanadeliver, kwa sababu tayari washakuwa exposed na yale mazingira ya ushindani kuanzia zile ligi za chini. Nikwambia ligi ya Central Zanzibar inajaza washabiki wengi kuliko mechi ya Premier League. Ule uwanja ambao kwa na mechi ya Central inakuwa na mashabiki wengi zaidi kwa sababu ni timu ya mtaani. Kwa hiyo unakuta ile love ya mitaa inaenda inajaza kiwanja. Imebakisha dakika moja na kuna swali nilikuwa nataka niulize haraka haraka, kila mtu atajibu. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba alitangaza, nafikiri ilikuwa wiki iliyopita, alisema wanatamani ligi kombe la shirikisho ile FA Cup pamoja na kombe la Mapinduzi waanze kutumia wachezaji wazawa tu, na hasa wale wenye umri mdogo. Nyie wote hilo wazo mnalionaje? Kwa haraka haraka, tumebakiwa na sekunde chache sana. Sasa Simba Idi atafuata Sefa, afu utamaliza Moshi. Si wazo baya, lakini mwenye talent acheze tu regardless ni raia wa nchi gani. Sefu, naunga mkono hoja, wapewe vijana kama nilivyotoa kwenye chani, wapewe na huko. Moshi, maslahi mapana ya taifa, watu